Mbona unarudi kukaa mkitazama kweli? Miguu sijali, itakaa sana. Na wewe? Na mbona unaegemea? Endelea kwanza mama. Sogeza maji kidogo sana. Okay. Amen. Mungu anaweza. Mungu tunayemtumikia anaweza kumtoa aliko kumleta. Na wala haitachukua muda mrefu. Na maombi kwa binti yako tutafanya ndio leo ulisema changamoto yake. Okay, wewe sogea kwa microphone kidogo kidogo. Yeye anasali kanisa la Anglikana. Sawa. Na mimba kwaya. Lakini alikuwa anaongea kabisa. Alikuwa anaongea na alikuwa anaimba kwa sauti zote. Wow. Tamasha yote anaenda na pia alikuwa mchezaji wa mwenge Kiboko. Wow. Nilipita kwa miaka 22 lakini nilifika hatua haongei, kumwambia ndio ulime, kumwambia siwezi. Kutoa nje ulime siwezi. Ndio ulime umenasa kwenye meno. Jana tukakwenda jeno. Kwa ajili ya maangalizi zaidi. Fika vipimo vyote haoni. Baadaye wakasema ana uvimbe maji wanaita. Tukawa tumetoa haraka sana ili kumjengwa wa upasuaji. Uvimbe maji kwenye nini? Ndani ya kizazi. Okay. Tumeenda kwenye jengo la upasuaji. Yule daktari alikuwa anafanya operation. Akaniita. Wakati yale wameshamuingiza ni waende kwenye ile operation. Yule daktari akasema hapana. Huyu binti msimfanyie chochote. Mbona kila nikiangalia hana tatizo? Akaniita kwenda kumweka kwenye uangalizi ile wale waangalia vile vipimo vya mwanga. Hawaoni shida yoyote. Akasema mbona hata kizazi kimefunga kabisa. Naona kama nilikuwa na tamaa ya hela, basi ningeingia kufanya kwa ajili ya nini? Tamaa ya hela. Kwa sababu tayari nje alishafika kwa sababu tayari nilikuwa kama na kitu chini. Akasema yaani mtoto hana shida yoyote. Nipa namba pale pale nikiwa naye akapiga simu nikaongea naye. Ananiambia ni kama usimwaje tena hospitali. Ubiti au chochote. Ubiti mzima au sio nene. Akamwambia sawa. Kama ni ugonjwa nyuma ya pazia. Basi tukatoka hapo akasema nendeni mkapime vipimo vingine vya nini na kifua sababu anaanza kifua sana. Na akaenda kutapika damu, yani nikapika damu imeganda kabisa. Naona yeye analia tu hapa sio kuna kitu kinatembea sana. Ndio atakuwa. Basi tukaenda kupima wakasema hana shida yoyote. Kwa sasa hiyo damu anakuwa anatapika na anaumia hivi inakuaje? Sema hiyo haina shida. Rudi kwa daktari. Yule daktari ananiambia Mirembe ushakumpeleka? Nikamwambia hapana. Nikamuuliza nimpeleke Mirembe akiwa kichaa. Akasema mimi nikuuliza tu. Maana yake inawezekana kama labda ni tatizo la akili. Nikamwambia toka nimzae mwanangu 2004. Sijawahi kuona akimbie, sijawahi kuona acheke, sijawahi kufanyaje. Wala kuvua nguo. Yule daktari ananiambia kwa hiyo unanidharau mimi? Nikamwambia sikudharau, kweli niliambilia nilicheka sana. Unaona? Akiwa anaandika. Akaniandikia dawa tukanunua dawa za kichaa. Ile dawa mimi sijainunua. Nikatoka nikamwita shangazi yangu. Basi mimi nikamwambia jamani twendeni turudi. Hospitali nikaeleza na hata kati ya asubuhi kijana anatufuata
Nilikuwa naongea na simu tu ndani, yani naona mshanga. Anaenda kunyanyua hivi siwezi. Nikaanza kulia kama na ndio ambao kwa naye. Huyu ni first born wa kwanza. Akaja mdogo wake wa pili. Kwa maisha mwaka huu. Alipozimia baadaye mtu akaanza kama mapenzi. Hiyo ni kitu cha kunyanyuka kitandani ili niweze kumsaidia kuheshimu. Kwa bibi yangu mzazi yuko pale na mwanangu wa kuwa yuko darasa la 6. Anainuka akaanza kumsaidia pale mpaka kuja kufikia kwa muda wa saa 6. From there ndo mpaka sasa mko kanisani. Na huyu anaitwa nani mrembo pale? Neema. Naye ni binti yako. Binti yangu ambaye yeye ni mtu wa Kenya. Anafanya kazi, mimi tu kama vile yangu aliaya. Niko naye karibu sana. Hata mama yake kwa hapo baba yake anajua mtu wake, niko naye mimi na yeye ana mwenzake, anaishi naye. Familia. Lakini pale pale nyumbani kwako. Wapo wenyewe ni majirani. Kwa hiyo aliposikia anakuja sawa kabisa. Sasa mamangu, uponyaji wa huyu ni dhahiri upo. Na hata kwako hiyo hataki utaondoka mzima. Hicho ndicho ninachoweza kukuhakikishia. Mungu tuliye naye ambaye ni Mungu wa mbinguni atamhudumia. Tunachotaka huyu mtoto mpaka anatoka hapa atoke anaongea. Atatoka anaongea, lakini una jambo la kumwahidi Mungu. Haleluya. Ndani ya moyo wako sitaki useme sasa hivi, lakini umwambie Mungu jambo la kukuingia agano na Mungu kwa habari ya uzao wako na nyumbani. Kwa sababu kilichomuondoa mume ndicho kinamtesa na huyu. Naona wanapiga makofi hapa. Ndio kinachoendelea kwa wote. Yes. Sasa una jambo la kuingia agano na Mungu ili Mungu aendelee kufanya jambo kwenye maisha yako. Hatumtumikii Mungu kwa sababu tuna uhitaji wa tumbo. Tunamtumikia Mungu kwa sababu ni majira Mungu anatengeneza kanisa lake. Haleluya. Na kwa jana nilipoongea naye nikamwambia uje madhabahuni. Kwa sababu kuna vitu vingine lazima vifanyikie madhabahuni. Kwa sababu hata vilivyofanywa vikufanywa tu vilifanywa kwenye madhabahu. Kwa na sisi lazima tuvifanye madhabahuni. Huyu binti anaenda kuongea na wewe binti utakuwa mwimbaji hapa. Yaani ni mwana praise hapa. Utamtumikia Yesu na utakuwa ni ushuhuda unaotembea. Mungu anakupenda sana mama. Yaani uwe na amani. Hatutamaliza ibada ukaondoka hivyo ulivyo. Haitoka itokee. Bwana Yesu asifiwe. Neema, haleluya. Na Mungu amekuleta kwa kusudi. Haleluya. Kwa hiyo hebu karibuni sana, uwe na amani, tutafanya maombezi. Na atatoka mzima. Anaitwa nani? Irene. Irene. Bwana Yesu asifiwe. Utaniambia amina muda so mrefu. Haleluya. Pigia Yesu makofi mpokee mama mwenyewe. Tuna uhakika na Mungu tunayemtegemea. Mama karibu sana. Karibu sana, uwe na amani. Irene kaa hapo ulipokaa. Kaa hapo, acha mama kae pale. Yatapisha. Mgeni mwingine.
Vita imekwisha kufunguliwa. Yes, imekuwa. Kila maagano, kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. Toa kila mlichomvisha. Toa kwa jina la Yesu aliye hai. Malaika wa Bwana, toa kila mlichomvishwa. Toa. 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 Toa kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Rabo shakarabasi. Rikatarabayanda. Riposhete. Rapakayanda. Kila agano la kuzimu. Kila agano la kuzimu. Kila agano la kuzimu. Kila agano la kuzimu. Ninalivunja. 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 Jina la Yesu aliye hai. Halina mamlaka tena. Halina mamlaka tena. Halina mamlaka tena. Jina la Yesu. Ulisema utatuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, utatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo wako, yaani Yesu Kristo. Ninamhamisha saa hii kwa jina la Yesu. Ninamhamisha kuna alikofukiwa, alikosetwa, alikoshikiliwa. Saa hii hama. Saa hii hama. Saa hii hama. Jina la Yesu. Yes, Lord.